Na mimi kuna siku nikasema kweli, kama kweli Mungu kapumzika siku ya saba ambayo ni Jumamosi, na Sabato ni Jumamosi, kinachonifanya ninganganie Jumapili ni nini? Lakini nikajikuta kwamba kuna roho au sio, ni akili au ni hisia zikanivuta kama no, there is something wrong. Japokuwa majibu haya nimeajibu kiwepesi, lakini mimi mwenyewe sijui mtiririko wa siku hiyo yenyewe ya kusema ya saba ni Jumamosi. Mimi nitajueje? Kwamba Jumapili ni siku ya kwanza ya juma, mimi nitajueje? Nikakosa nao kutana nao majibu anayonipa ni majibu ya, yani wewe unakuwa kama una elimu ya una elimu ya sekondari, unaenda kumuuliza mtu wa darasa la saba. Kwa hiyo jaribu kuangalia watu waliobobea zaidi. Matokeo yake nikaonekana nikapata hamu ya kujua nyakati na majira. Okay. Kwenye kule kujua nyakati na majira, ni kama mjinga mmoja alivyokuwa amecomment kwamba mbona ametumia yani mtu msomi yote mpaka watu wamekwenda mpaka kwenye nini? Kwenye mwezi kule juu. Sawa. Walikwenda kwenye mwezi ni watu ambao walikubali kushughulisha akili zao. Ni watu ambao walichimba kwa kina. Mimi kwenye kuchimba kwa kina ndio nikaikuta ile siku ya saba ya juma la uumbaji. Haikuwa Jumamosi, ilikuwa ni nini? Alhamisi. Okay. Sasa baada ya kupata kile kitendo ukasema la kumbe hao jamaa nao waongo. Wanaosema Mungu alipumzika siku ya Jumamosi ni waongo. Kufuatilia Wakristo wengi na madhehebu mengi ya Kikristo wanakusanyika Jumapili isipokuwa ndugu zetu wa Sabato. Kwani nataka uelezee kidogo kwa nini Wakristo wengine wanakusanyika Jumapili badala ya Jumamosi? Kwamba kuna asilimia kubwa, tuseme asilimia kubwa Wakristo ndio wanakusanyika Jumapili. Lakini kuna ndugu zetu kama wa Sabato ndio wanakusanyika Jumamosi. Ni swali la msingi, ni swali muhimu kwa sababu linaulizwa. Kwa mfano, kwa mara nyingi nazungumzia sana kuhusu habari ya Sabato na wa Sabato. Sawa. Ni watu ambao nimekuwa nao kwa muda mrefu na tumekutana mara nyingi sana, hasa katika suala la Sabato. Sawa. Ambao katika zile amri 10 manake ni amri ya 4. Unaposoma maandiko, kisoma Biblia, unakuta suala la Sabato linazungumzwa, ambao ni siku ya saba. Kusema Sabato siku ya saba. Ukisoma kitabu cha Mwanzo pale inasema Mungu alifanya kazi kwa siku 6. Okay, hiyo ilikuwa ni katika Kutoka 20. Lakini pale mwanzoni inazungumza jinsi alifanya kazi na Mungu siku 6, ya 7 akapumzika. Lakini ukitazama Biblia tu inasema ya 7. Hata hiyo amri ya 4 katika Kutoka 20 bado inasema tu siku ya ngapi? Siku ya 7. Hakuna mahali ambapo katika vitabu vya zamani kwamba ukute siku ya 7 baba Jumamosi au Sunday, Thursday, haya majina huyakuti. Yamekuja kuwekwa baadaye. Lakini kwa siku ya kwanza, siku ya pili, ya 7. Siku ya 7 Sabato. Lakini mwisho wa siku maana ni kwamba yale majina zile siku zilihifadhiwa. Na ukitazama vizuri kabisa tunaikuta kwenye hasa ile Kutoka, nishazungumza kwenye ile sura ya 16 kwamba kuna mahali walipa kuanzia. Okay. Kwa sababu ile uhesabu siku lazima uwe na mahali pa kuanzia. Yaani ukisema mahali fulani huko ukasema uliposimama ni 1. Yes, katika hesabu ya namba pale ni 0. Hatua inayofuata inakuwa ni 1. Kwa hiyo manake ile ufahamu siku ufahamu siku lazima ujulishwe na yule mwanzilishi wa siku. Okay, sawa. Yaani ufahamu siku hakuna namna nyingine mpaka ujulishwe. Kwa hiyo umeuliza swali kwamba kwa nini tuna watu wanakusanyika Jumapili. Lakini kwa kifupi sana
kabla sijatoa maelezo hayo marefu kwa mtu mwingine, maana kwa mtazamaji kuna watu wengine na ni wengi sana, kama ilivyo katika Isaya sura ya 30 mstari wa 8, unapotoa chakula kigumu kuna watu wengine wanachanganyikiwa sana. Kuna mtu mmoja wakati jaribu kufuatilia siku na nyakati na majira kwa kina, kwa kilindi, akasema huyu mzee amezungumza vizuri, lakini anatumia sio, amesema calories ni nini nyingi sana. Sasa sio hata kama nitumie na relax tu, hata hapo umeniuliza sina kitabu wala nini, lakini vile vitu tunavihifadhi. Kwa hiyo kuna watu ambao ni kwa namna fulani wanakuwa ni mjinga, na nadhani kwamba ujinga sio kitu kibaya, kwa sababu ujinga ni mtu asiyejua kitu. Lakini kifikia hatua akija mtu akakuelimisha usichokijua alafu kangangania pale pale kwenye ujinga, unaondoka hatua moja kwenda upumbavu. Haya majina ambayo Jumapili neno la Kiswahili ambalo ni tafsiri iliyofanyika pwani ya Afrika Mashariki kuifanya siku iwe Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Lakini kabla yake tuliochukua kutoka kwa Uingereza walikuwa wanasema Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Unajua Saturday ukianza inakwenda kwa hivi. Kiarabu huwa wenyewe wanakwenda kushoto. Sasa ile maana ile ya mwisho wameifanya ya kwanza ya mwisho. Na mwisho wa siku ikaonekana Ijumaa ikaenda sawa. Haya tutaongea kwa kirefu, lakini kwa namna fulani hizi siku ambazo zipo jinsi zilivyo Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, kwa kweli ziko zimehifadhiwa vizuri sana. Zimehifadhiwa na waliohifadhi sana nadhani kwamba Warumi wamehifadhi vizuri zaidi Warumi. Yaani kiasi kwamba taarifa za ulimwengu zimehifadhiwa sana. Nalo ni jambo la ajabu sana kwamba sisi tumeishi katika miaka hii lakini zile taarifa tunazikuta. Alafu kizikuta ukiziingiza kwenye hesabu zinakubali mlemo. Mtaalamu mmoja akasema kwamba hesabu haijai kudanganya. Sio nadharia, kwa sababu ni kama scientific. Ni kitu ambacho unafuatilia, unapiga hesabu afu unapata hesabu haidanganyi. Waingereza wanasema mathematics never lies. Halafu vile kuna mtu mmoja akasema mathematics is the source of all knowledge, kwamba hesabu ndio chimbuko ya elimu zote hata za kisayansi. Kwa sasa sayansi inaweza ikaona kitu ambacho hakiko hapa kikaonekana kwa mbali. Nadhani kwamba kuna macho haya mawili, lakini kuna kitu kingine kinaitwa jicho la tatu. Jicho la tatu ni ubongo. Ubongo ni mpana sana. Yaani una uwezo wa kupiga mahesabu na kuchimba na kuchambua mpaka ukapata kitu. Lakini niseme tu kwamba siku hiyo ya kwanza, hiyo unasema siku ya Jumapili. Jumapili ukifuatilia vizuri, ambao ni Sunday katika masuala ya ibada, unakuta kama ilianza kama siku ya Pentecost. Pentecost ni siku ya 50. Siku ya 50 kutoka wapi? Ni siku ya 50 kutoka siku ya malimbuko. Yaani malimbuko katika zile sherehe zile za wana wa Israeli. Sasa alisema kwamba ile siku ile ya malimbuko, maana mtahesabu sabato 7. Halafu siku ya pili baada ya sabato ya 7 itakuwa siku ya 50, ambapo kwa kipindi hicho maana kwa siku zote Pentecost lazima iangukie lini? Jumapili. Pentecost huwa inaangukia Jumapili. Na Jumapili ukitazama ni kwamba watu wengi, hata walimu wengi wanajaribu kuiona kama labda kuna mahali kwamba wamebadilishwa sasa kwenda siku ya Bwana. Kwa sasa mbona Bwana wetu amefufuka lini? Amefufuka Jumapili. Ambao siku ya Pentecost, kwa nini asifuke Jumamosi? Kwa hiyo wanajenga hiyo hoja, lakini hoja sio ya msingi sana, kwa sababu hata anaposema siku ya Bwana, Wasabato wanachukua katika Marko 2:27 anaposema Yesu ni Bwana wa Sabato. Kwa hiyo ina maana kwamba Sabato yake ikawa kama ndio siku ya Bwana. Lakini kwenye kisiwa cha Patmo alikuwa anazungumza Yohana, akasema nilikuwa katika roho siku ya Bwana. Sasa pale hajasema alikuwa siku ya Jumamosi wala Jumapili. Lakini kuna maandiko yanasema siku ya Bwana haiji mpaka uje ukengeufu kwanza. Kwa hiyo inachoonekana pale, huyu Yohana kwenye kisiwa cha Patmo hakuwepo Jumamosi wala hakuwepo Jumapili, ila alichukuliwa katika roho akaiona siku ya Bwana ambao Bwana anakuja kule mbele. Kwa hiyo sasa hilo suala la siku sabato ya Jumamosi, ile ya Jumamosi ile, maana ni kwamba kwa mara ya kwanza walipewa Wayahudi kwa makusudi maalum.
Na Ezekiel 20:12 anasema naliwapa sabato zangu ili iwe ishara kati ya mimi na wao. Ni ishara kati ya Mungu na wana wa Israeli. Unaona? Sasa kipindi fulani maisha wokovu wa Mungu, kuna kipindi ukawa kwenye taifa tu la Israeli kwamba ndio taifa au ni watu wa Mungu. Lakini baadaye tunakuta kwamba baada ya kumkataa Kristo Yesu alivyokuja, maana Biblia inasema alikuja kwa walio wake lakini wake walimkataa. Wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika kuwa wana wa Mungu, ni wale waliamini jina lake. Kwa ndio pale injili katika msalaba baada ya kifo cha Yesu, maana ni kwamba mlango ukafunguka kwa watu wa mataifa. Nadhani mtu wa kwanza kupewa ule ufunguo tunamuona kwamba ni Petro. Ambaye ni Myahudi. Lakini baada akaenda paka kwa kina Cornelio kule, ikaonekana watu wa mataifa nao mbona wamepokea kama vile vile. Lakini mwisho wa siku ikaonekana kuna chombo kiteule. Wakati Paulo anakwenda Damascus Syria, aliokolewa na Yesu. Alibadilishwa na Yesu, lakini akawa ni chombo chake kiteule kwa ajili ya mataifa. Mataifa ni watu gani? Mataifa kwa kipindi hicho ni watu nje ya taifa la Israeli. Sasa wakati anaendelea kuhubiri pale, kunaonekana kuna kipindi fulani sasa kulikuwa hata na malumbano. Katika Wagalatia kuna kipindi Paulo alimkemea Petro kwamba wewe Petro, ambaye wakati wa Wayahudi hawapo unafuata desturi za mataifa, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Biblia katika Sabato inasema kwamba Yesu kama ilivyo desturi yake, Luka sura ya 4. Kwa hiyo kuna wakati ilikuwa ni amri lakini baadaye ikageuka desturi. Lakini kumbuka kwamba hapa tuna mataifa mawili tofauti. Wale taifa la Israeli walipewa nini? Sabato. Sasa baadaye ikafikia hatua vilikwenda sasa, ambaye moja kwa moja nadhani katika mwaka wa kati ya 321. 321 kitu kama hicho, wakati wa mfalme Konstantino. Unajua Rumi inatawala dunia. Na ukitazama wakati Yerusalemu ilivyobomolewa mwaka 70, ina maana kwamba Wayahudi walienda utawanyiko, lakini hata Wakristo, kwa sababu ikaonekana kwamba Warumi walikuwa hawachagui wewe Mkristo au wewe Myahudi. Wakati Yerusalemu ibomolewa walitawanyika. Sasa wanavyotawanyika ni kwamba kanisa ukitazama halikuwa na ile hierarchy, yani ule utawala. Yani utazama kwamba kuna utawala maalum. Kama unavyoona Papa sasa wa Roma na kwa kipindi baada ya mitume kuondoka. Hakukuwepo na mfumo rasmi kwamba kiongozi wa kiulimwengu anakuwa fulani. Unaona hivyo kwa imekaa, kwa walitawanyika, isipokuwa tu walienda. Maana injili kazi yake kubwa, ukitazama injili sio mfumo fulani. Injili maana yake ni kwamba ni kuelezea kazi ya ukombozi. Yaani unajua injili tofauti na mtu anayekwenda tu msikitini kuswali, kuinuka na zile rituals. Kazi ya injili hasa maana yake ni kuhubiri kazi ya Kristo. Yaani ndio maana leo unaweza kusema hawa Kristo wanasalije, kumbe wale akina Petro, akina Filipo kazi yake ni kufafanua na kuhubiri ukombozi. Kwa hakukuwa na mfumo, kila mmoja ana haki ya kufanya hivyo. Sawa. Kwa sasa mitume wameondoka, ikaonekana kati ya miaka 300 hapa katikati. Watu walikuwa na Wakristo, maana walifanya nini? Walikuwepo. Lakini Wakristo hawa kuna wale walikuwa na mfumo unaoelekeana na Kiyahudi zaidi. Lakini kuna wengine ambao sasa wamekwenda upande wa mataifa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwenye sasa habari ya siku kuna mahali fulani, hata kabla hajakwenda huko kwa Konstantino, hata maandiko yenyewe, kwa mfano ukiangalia kwa mfano wa Galatia ile sura ya 3, kuna kipindi alikuwa anawaambia wa Galatia, enyi wa Galatia msio na akili, nani aliyewaroga? Kwa nini anazungumza hilo? Kwa sababu kuzungumza hivyo unarudi katika ile Rumi sura ya 14 mstari wa 5 hadi wa 6. Kuna mahali panasema hivi kwamba mtu mmoja afanya tofauti kati ya nini? Ya siku na siku. Mtu mwingine aona kwamba siku zote ni sawa sawa. Kwa habari ya siku kila mtu athibitishe kwa akili yake mwenyewe. Sasa hawa Galatia wasio na akili ndio sana nawaambia katika Galatia sura ya 4 mstari wa 10 na 11 asema nachelea kwamba nimetabisha bure kwa ajili yenu, kwa sababu ninyi mnashika siku na miezi na miaka na nyakati. Akasema nachelea kwamba nimejitabisha bure kwa ajili yenu. Ndio maana hata Kolosai 2:10 sasa mtu anasema kwamba mtu asihukumu ni kwa sababu ni vyakula wala vinywaji, miandamo ya mwezi wala kwa habari ya Sabato. Kwa kwenye suala hili ninaporudi kwenye ile Rumi 14 anasema mtu mmoja anafanya tofauti kati ya siku na siku. Lakini mtu mwingine aona kwamba siku zote ni sawa sawa. Sasa mtu
na kila mmoja athibitike kwa haki zake. Namba moja, miongoni mwa watu wanaona kwamba siku zote ni sawa sawa ni mimi. Sawa sawa. Na ndio maana siku hazina rangi. Kwa mimi asinihukumu mtu yote, mimi naona siku zote ni sawa sawa. Sasa hiyo sasa ya Jumapili. Ya Jumapili ikaonekana kwamba katika zina majina yake, Sunday, Monday, Tuesday. Sasa Sunday ni kama siku ya kuabudu jua kwa upande wa Rumi. Yaani kila siku ina Mungu wake. Okay. Kwa hiyo hata Saturday ni sayari, Saturn ni moon day, yani Mungu mwezi. Kwa hiyo ni majina ya miungu kwa Warumi. Sasa wakati ule alivyoingia Konstantino, ikaonekana kwamba kuna kipindi alitoa kama ofa kama mwezi wa Machi kwamba katika ufalme wake kwamba siku ya Jumapili ambayo ya kwanza ya juma kwamba watu wapumzike kufanya kazi, isipokuwa kazi kama ni ya lazima, kama kwenda kwenye mashamba, kama kuna kitu. Yani alitoa ofa, ni kama sikukuu za ulimwengu unavyoziona za kidunia. Unaweza mkao nafanya kazi, serikali kaamua jamani siku fulani ni siku ya mapumziko. Hajasema ni siku ya kuabudu. Okay. Ni siku ya mapumziko. Yaani kupumzika nini? Ni serikali za kidunia, serikali za kidunia. Lakini ile ya Kiyahudi ile walivyosema siku sita fanya kazi, ilikuwa na mfumo wa kidini ya Kiyahudi. Lakini huyu Konstantino hakuwa kiongozi wa kidini, ni kiongozi wa kidunia. Ni sherehe aliamua tu kwamba apumzishe hivi. Sasa ikaonekana kwenye ile nchi wakati huo ikaonekana sasa mtu ameambiwa asiende kazini. Sasa huwezi kulazimisha, hata leo bosi wako akikwambia kwamba usije kazini ila mshahara wako nakulipa, huwezi ukasema mimi nitakuja tu, utaforce kwenda kazini. Sasa baadaye kama hajaamua uende kazini siku hiyo, unaweza kaamua uende ukanywe, uende ukacheze mpira, uende ukatalii. Unaona? Sasa kwa namna hiyo ikaonekana kwamba kuanzia kile kipindi ikaonekana sasa Wakristo japokuwa wamechanganyikana na kipindi hicho na falme za ulimwengu, ikaonekana wakaona fursa halisi ni lini? Ni Jumapili. Baada ya kufanya vitu vingine wakaona kwa nini hizi Jumapili tustafakari mambo ya Mungu. Ni bahati mbaya sasa kwa sababu kipindi hicho sasa ndio mifumo inaanza ya kanisa Katoliki la Roma. Kwa sababu ukizungumza ni kwamba kabla yake kanisa hakukuwa na madhehebu. Kile kipindi cha mitume walikuwa yani ile kundi ndio liliitwa kanisa. Halafu kuna wakati fasema watu wa njia ile. Kwa hiyo karibu karne mbili za kwanza ilikuwa swala la dhehebu ilikuwa halipo. Ndio maana mpaka mfalme Diocletian kipindi fulani jenga ule ukumbi wa Colosseum kwa ajili ya michezo na alitaka aabudiwe na Wakristo wanaojiita Wakristo. Kuna kipindi walipata mateso makubwa katika mwaka wa 302 hivi kabla ya kile kipindi. Yaani wale wanaojiita Wakristo hawakuwa na mfumo, ni kama hawana kiongozi, ni watu ambao wanamhubiri tu Kristo. Hawana dhehebu lolote. Sasa ikaonekana kwamba walijaribu kuteswa sana. Baada ya kuteswa ikaonekana kuwatesa hawa ndio utafiti ndio wanazidi kuongezeka wanakuwa na wakorofi. Kwa hiyo ikaonekana sasa mfalme Konstantino alivyochukua mamlaka akaona kulikuwa na vita, wanapigana vita, sitaenda sana huko, ikaonekana kuna asema kwa msalaba huu ushinde. Lakini baadaye sasa ndio huyo akaona njia yake pekee ni kuungana na hawa wanaojiita Wakristo. Kwa hiyo ikaonekana kwamba kanisa pamoja na serikali vikaungana. Kwa namna fulani naweza nikasema ni kwamba Yezebeli akawa ameoana na nani? Na Ahabu. Unaona Ahabu katika ukiangalia kitabu cha kipindi cha Elia, serikali ndivyo vimeungana. Unajua hii kunatokea compromise. Watu wa dini wakiungana na serikali kuna wakati fulani kila mmoja ataka amridhishe mwenzake. Sasa kuna mambo mengi ambayo yameingia pale mkorogano, na ndio dhehebu la kwanza likaonekana kwamba ni kanisa Katoliki la Roma ambao kuna mafundisho mengi ndio mama mpaka mwaka 325 katika mkutano wa Nikea kule mbeleni ndio dhehebu la kwanza. Lakini pamoja kwamba ndio dhehebu la kwanza kwenye swala la siku si tatizo, ila tatizo nakuja hivi kwamba ikifikia hatua mtu akisema tuna ile sabato ambayo ni Jumamosi tunaihamishia Jumapili, kwamba sheria zile zihamie huko. Sasa hilo labda kama Warumi labda wanafanya hivyo, lakini mimi naamini kabisa kwamba sabato ilikuwa na kanuni zake kwa Wayahudi, lazima ifuate kama sheria za sabato zilivyo. Lakini hii Jumapili ni fursa kwamba unapoenda kanisani
hauzui kufanya kazi ukasema mbona ni siku ya saba hii. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo maana yake unaweza kukuta ukakusanyika. Maana yake ni kwa maandiko yanakuambia msiache kukusanyika. Madam, kwa hiyo ni ile swala tu la kukusanyika. Kwa hiyo sio kwamba Jumapili ni Sabato, ni desturi tu ambayo kwa sababu ya tawala za ulimwengu tu imepatikana ni fursa ya kufanya hivi. Lakini cha pili, ili usije ukaonekana, unajua kuna wakati fulani ukianza kuifuata Sabato hii ya Jumamosi ukatiwa mafundisho ikaonekana ulikuwa unaivunja, halafu baadaye ukasema niifuate, maana inawezekana ikabidi uifuate Torati yote, kwa sababu ile ukishaingia kwenye ile ya Jumamosi ukashawishika, maana itabidi ushawishike sasa utafute vitu vya Kiyahudi. Hapo maana ni kwamba sasa inabidi uwe mtetea Sabato, huna ujanja. Lakini unapokuwa neutral siku nyingine, kuna mtu anaweza kupata kwa nini sio Alhamisi isiwe Jumaa? Ingekuwa na mimi na mamlaka duniani kwamba saa nyingine mtu akakupa kwamba kuendi kazini Jumapili, halafu baadaye huyo mwajiri wangu nimwambie kwamba basi mimi nataka Jumamosi, hiyo itabidi niachishe kazi. Lakini kwa kuwa tulishapata uhuru kwamba hatujapewa siku, yani katika watu wa mataifa nje ya taifa la Israeli hawakupewa, lakini walikuwa ni watu wa mataifa, na taifa ambalo lilikuwa linatawala ulimwengu kipindi hicho ni nini? Ni Warumi. Kwa hiyo watu wa mataifa ambao kiongozi wao ni Rumi, ilionekana siku ya Jumapili ni kama siku walikuwa wanaabudu Mungu nini? Mungu jua. Sasa baada ya kumwabudu Mungu jua, hawaabudu jua, washamfahamu Mungu wa kweli. Wakishafahamu Mungu wa kweli, wana ile swala kukusanyika. Kwa hiyo ina maana kwamba ile siku inakuwa pale, kwa sababu siku haina shida. Ile siku ambayo ilikuwa wanaabudu jua, basi kwanza yani siku ambayo likusanyika kwa kuabudu jua, tunakusanyika kwa ajili ya mafundisho, ile fursa tuliyoipata. Na ndio maana ukiangalia kwamba ile habari ya kuumega mkate na kila kitu, labda kuna kuumega mkate ule halisi, lakini kuna kuumega neno la Mungu. Lakini cha msingi ni kwamba ni fursa tu ya kukusanyika, lakini pia ili kutofautiana na hao jamaa Wayahudi waliopewa Sabato yao. Kwa hiyo maana yake kwamba sisi sio hatujapewa ile amri ya ngapi? Ile amri ya 4 ile ya Sabato hujapewa. Sasa mtu atasema labda zile nyingine. Umeniuliza swali fupi sana la kujibu kwa kirefu, lakini kwa sababu gani? Kwa swali hili sija kujibu wewe tu, na kujibu na mjibu na anayenitazama na anayenisikiliza. Ndio maana linakwenda, kwa sababu ukishauliza hili atakwenda mahali pengine. Kwa hiyo tunakusanyika Jumapili kwanza kwa sababu kama mimi ninavyosema ni desturi niliyoikuta. Wakati mimi ninapata neema kwa mfano ya wokovu, nikakuta pale nilipofika nakusanyika Jumapili. Lakini wanaoyafundisha yale, ukiacha swala la siku, wanaoyafundisha ni wokovu wa Kristo, hauna tatizo. Sasa baada ya kufahamu vitu vingine, na mimi sasa nataka niwe na huduma mahali fulani, ndio nikakutana na mtu Sabato asemona ni hii, bali nikaona hamna hii Sabato, haina Sabato. Kwa sisi ni mataifa, kwa desturi yetu, maana hii desturi haina shida. Swala la siku haina shida. Mimi nilikuwa na shida nilikuwa na shida moja tu, kwamba wananiambia mbona hata Mungu alipumzika siku ya saba ambayo ni na kweli sasa na mimi sasa ukisema tu alipumzika siku ya saba na Sabato ni siku ya saba. Kwenye ufahamu, kwenye elimu ndogo, elimu ya kawaida, elimu ndogo kawaida, kuna elimu ndogo au chakula chepesi. Unapozaliwa mara ya pili unakuwa kama mtoto mchanga. Unapokuwa unaanza kuingia kwenye chakula kigumu. Sisi hapa ilikuwa hata haja kufundisha dunia kama wengine, ilikuwa hamna haja. Na mimi kuna siku nikasema kweli, kama kweli Mungu kapumzika siku ya saba ambayo ni Jumamosi na Sabato ni Jumamosi, kinachonifanya ninganganie Jumapili ni nini? Lakini nikajikuta kwamba kuna roho au sio, ni akili au ni hisia zikanivuta kama no, there is something wrong. Japokuwa majibu haya nimeajibu kiwepesi, lakini mimi mwenyewe sijui mtiririko wa siku hiyo yenyewe ya kusema ya saba ni Jumamosi. Mimi nitajueje? Kwamba Jumapili ni siku ya kwanza ya juma, mimi nitajueje? Nikakosa mnao kutana nao majibu anayonipa ni majibu ya, yani wewe unakuwa kama una elimu ya una elimu ya sekondari, unaenda kumuuliza mtu wa darasa la saba. Kwa hiyo jaribu kuangalia watu waliobobea zaidi. Matokeo yake ilionekana nikapata hamu ya kujua nyakati na majira. Okay. Kwenye kule kujua nyakati na majira,
Ni kama mjinga mmoja alivyokuwa amecomment kwamba mbona ametumia yani mtu msomi yote mpaka watu wamekwenda mpaka kwenye nini? Kwenye mwezi kule juu. Sawa. Walikwenda kwenye mwezi ni watu ambao walikubali kushughulisha akili zao. Ni watu ambao walichimba kwa kina. Mimi kwenye kuchimba kwa kina ndio nikaikuta ile siku ya 7 ya juma la uumbaji. Haikuwa Jumamosi, ilikuwa ni nini? Alhamisi. Okay. Sasa baada ya kupata kile kitendo ukasema la kumbe hao jamaa nao waongo. Wanaosema Mungu alipumzika siku ya Jumamosi ni waongo. Sasa kama ni waongo, nikajikuta mimi ukweli nimegundua, nikajua kwamba kumbe mimi jamaa nayo ni mijinga, nayo imedanganywa. Hao jamaa zangu na rafiki zangu wengi wa Sabato, wengi tu. Na kwa namna fulani hao ndio walionifanya nitafute nyakati na majira. Na hao ndio wanaosema kuna kipindi fulani kwamba huyu Mkatoliki au asema huyu naye ataazimu kubadili majira na sheria. Daniel 7:25 kwamba Mkatoliki ataazimu kubadili majira na sheria. Na kweli sasa ikaonekana kwamba huyo mfalme Konstantino ameibadilisha Sabato kuwa juma. Sabato iko pale pale, hajibadilisha siku. Na kama ameazimu kubadili majira na sheria, kalenda tunayoitumia ni ya kwake. Wa SDA unakuta kwa mfano walikuja mwaka 1863. Ni muda mrefu sana wakati LNG White anaanzisha pale. Sasa ukitazama wale kalenda waliofuata ni ipi? Ni ya walio kuwepo. Ya maana wenyewe wanaamini kwamba Mroma atabadili majira na sheria. Alafu lakini tena wafuata kalenda ile ambayo Mroma ametengeneza. Maana wenyewe hawana kalenda yao. Kwa hiyo ina maana kwa namna moja ama nyingine wanamwamini kichwa. Kwa sababu atabadili majira na sheria, na ninyi mnazungumzia siku ya Sabato. Na ili uijue siku ni kalenda. Lazima utumie kalenda. Hakuna uwezo ukijua siku bila kujua kalenda, kwa sababu kalenda yao ameitengeneza Mroma. Kama angetaka yule bwana yule Mroma kweli angebadilisha, kwa sababu kuna kipindi fulani muda mrefu sana kuanzia mwaka 910 kwenda mpaka 1520 kwa kina Martin Luther. Hapo katikati alikuwa kama ndio kanisa pekee yake ukiacha Uislamu walivyoibuka, ambao ni kama check and balance tu duniani. Kwa hiyo tunataka kusema ni kwamba hauwezi ukajua siku bila kujua kalenda. Aidha unaweza ukajua hapa unaweza ukajua kutoka hapa mpaka hapa ukaona umejua. Mwenzako anajua kutoka hapa mpaka hapa na mwingine anajua hapa mpaka pale. Ndio hicho kilichonipelekea baada ya kugundua kwamba wamesema uongo kwamba Mungu alipumzika Jumamosi. Nikajua nao ni makasuku kama kasuku wengine. Si umeelewa? Kwa nilivyokuwa nakaa hapa mimi kwa hiyo siku ya Jumapili kama tunapokusanyika, ni kukusanyika kama angekuwa Jumapili, ingekuwa Jumanne, ingekuwa, lakini watu sio kama wanaenda kuabudu pale. Biblia inasema kwamba waabudu Mungu waabudu katika roho roho na kweli. Itoeni miili yenu iwe dhabihu, ile Rumi 12. Iwe sadaka iliyo nani, hiyo ndio ibada yenu ya kweli. Lakini swala la siku limekemewa sana na Paulo mtume. Sasa mtu anasema hizo amri nyingine? Hizo amri nyingine kwanza tushike standard pale. Amri nyingine baada ya watu wa mataifa kupokea injili katika Matendo sura ya 15 mstari wa 10, ile Matendo 15:10. Kuna kipindi fulani uleka baraza pale, kuna Mafarisayo walioamini wakasema hawa jamaa watu wa mataifa lazima lazima tuwatahiri na kuwafundisha kuishika Torati ya Musa. Mjadala ukiongozwa na Roho Mtakatifu akasema hapana jamani, mbona mnaweka kongo zito juu ya shingo za wanafunzi ambalo baba zetu hala sisi hatukuliweza? Wakaamuru watu wajepushe na nini na damu na nyama zilizosongolewa na uasherati na vitu kama hivi. Lakini hakuna hata sehemu moja waliopewa siku. Hata Yesu alivyokuwa anasema katika Marko 2:27 alivyosema kwamba Sabato si kwa ajili ya mwanadamu, bali mwanadamu ni kwa ajili ya nini? Ya Sabato. Bali jamaa kuchuma masuke. Kwa nini? Maana ameipuuza kwamba mwanadamu ana maana kuliko siku. Sasa baada sema ndio Bwana wa Sabato amesema hivi. Amesema mwanadamu, yani Sabato haikuja mwanadamu hakuja kwa ajili ya Sabato. Ila Sabato imekuja kwa ajili ya mwanadamu. Lakini Bwana wa Sabato anasemaje? Bwana wa Sabato wale jamaa hivyo kwa amechuma, yani yeye mwenyewe hajawahukumu. Sasa wewe mwingine unavyokuja unawahukumu wewe nani? Yani maana kuna wakati fulani kwamba mtu anataka kulisha katika Torati. Ndio maana akakwambiaje katika kanisa la Philadelphia kuna mahali akasema kuna wanaojiita Wayahudi kumbe sio, ndio inakuwa ni sinagogi la nani? La shetani. Kwa sababu unatoa yani shetani ni muongo, maana anafundisha kitu kingine na maandiko yanasema kwenye ile kweli hakuna uongo wowote. Kwa hiyo umezungumza hiyo habari ya siku, kwa hiyo kusanyika kule mtu yote siku akitaka siku yote akusanyike tu, si swala Jumapili. Kwa hiyo nikija kwa ndugu zangu Sabato kwamba sema ni alama ya mnyama, hakuna. Nigusie tena hapo.
alama ya mnyama inayozungumzwa sio swala la Jumapili, ni Utatu Mtakatifu. Okay. Ukifuatilia vizuri alama, hadi ukiangalia katika vile katekismo vya Katoliki ni kwamba baada ya mwaka 1910 yale mafundisho kuyakamilisha, walizungumza wakasema hivi, katika habari zote ni kwamba mtu ambaye haamini Utatu Mtakatifu maana yake ni mzushi, lakini hao wote wanaoamini Utatu Mtakatifu ni Wakatoliki. Kwa hata Msabato, kwa sababu kwenye walio wengi ukiacha Andacha wao kwenye Utatu Mtakatifu ni Wakatoliki, hiyo ndio alama yake aliyoibuni, kwa sababu takatifu hamna, lakini siku zote ni za Mungu, siku zote ni za Mungu. Kwa hiyo tunakusanyika Jumapili kama desturi tu. Okay. Ni desturi imezoeleka ulimwenguni, kama vile sasa kuna watu wengine wanavaa nini? Wana desturi tu ya kuvaa tai kama nchi za magharibi. Waarabu wanavaa kanzu, Wamasai wana nguo zao. Sasa utamwambia kwa nini unavaa hizo nguo zako? Ni desturi tu ambayo haina madhara kwa mtu yeyote. Nadhani nitakuwa nimekujibu swali lako.